Get the point. Take a step forward. Niliposoma hadithi ya Rebeka, wale waliotumwa walitumwa na vitu vikiwa juu ya ngamia. Takoro belikonywa mokore nyangi otabwati kende nganja bone entagete tata byara ndorera mabera eliye kabati ya mudiafu nkorosi gwere omate na yali gore bobe ekera Abrahamu agotoma basomba tabatumetibosa igota kunya kugamba no Moiseke ngatikagenda achikunya gokwana elindo Moise konya kuruwe bitisa zingina na ise ngangonya muri ko nganjera ngire nganko genda ndase morandigi monyora wano zinyunga araegwe ngori aboli buna engori toko kwa ne yeri konge gose ne yeke nyorini nere liara chore ayetali arona yega kio osirilia bantu. Sasa kuna kifungu moja naomba kisomwe, sababu vijana huwa wanasoma wanafikia katikati wanaacha mambo mengine. 11 verse 9 Ecclesiastes. Vijana wanapenda kusoma hilo fungu lakini hawalimalizi. Ni kwa sababu gani? Kutoka huko juu linakaa kama ngao kwao, lakini kwenda huko chini wanaacha kulisoma sababu linatoa majibu yale yatatokea. 11 verse 9. Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Sasa ufurahie ujana wako. Na moyo wako. Sasa na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako. Ukuchangamshe siku ya ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako. Sasa ziendee zile njia zote za moyo wako. Na katika maono ya macho yako. Hata maono ya macho yako wewe endea huko. Lakini ujue wewe ya kwamba. Sasa lakini vijana hawasomi hilo jina lakini. Wao wanamalizia yale ambayo macho yako yanaona yaende. Hawasomi lakini. Sasa lakini nini tatendeka? Ujue wewe ya kwamba. Kwa ajili ya hayo yote. Sasa kwa ajili ya hayo yote yanayokupendeza, Mungu atakuleta hukumuni. Mungu atayaleta hukumuni. Akiaka romo saako mini uye soka etirikuota naked. Ngoma eterone bukwego teba omuntu omusae agokera gentoki nganone giakorora ngabono muchando tuyo tanya gosoma guchinze ngakorendo inyore amangana yonsi nare tubosibwa gentoki bono mbana gosoma korende igoko bomusae goko nakogokera ebintu ebinge naende kwara inyora ngagochimate inkio Biblia goteba. Mwenyezi Mungu, tuache mbele zako jioni ya leo tukitoa wingi wa shukrani, maana umetulinda mpaka umetukutanisha. Tunapoenda kusoma neno lako, Roho wako Mtakatifu atuongoze. Nena nasi kulingana na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Bwana lero nkoligere litole igoro yabateli wageni wetu. Niliwaambia kwamba yaliyo ya kwenu nitayanena Kiswahili, lakini yaliyo ya kwetu hapa nitayanena Kiruga. Lakini kwa bahati mbaya leo ni ya kwenu na ya kwetu. Tutaona ni nini Biblia inahitaji, inaitikia nini. Na niliapa ya kwamba leo itakuwa siku ya waimbaji. Siku ya kanisani umekuja tuimidi na kulisifu jina lake. Haleluya. Montone na ara nyunde to monu munege tondo kere mocheri yani kitama etiko senese gie karebuwa yena kigitaro yeliwa wono katukunya gotera Mario Gionsi yani yara gotera munesese koroma wono usinyunga gaki ngoyo mosibie yarare amatenga minyoka gochie kanisa wone yarare girurete gatoko banyomba mugatata nyomba mugatata na omogokore aserietaria Yesu. Wano tuchikotera kone ngakaratera okuba nokosena igu omotino kona ande tati neti igoga toko bamugatata tomotogi buna chinguru cheito chikorete ngaki kiagera no toko nyoru goseseniwa ine abakure barae guri ibaga mbatogi omonene 118 verse 15 Psalms. Yani nauliza, je, wavu wataweza kumtukuza Mungu? Jibu ni Zaburi 118 mstari wa 15. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki. Yes. Mkono wa kuume wa Bwana utenda makuu. 16.
Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Yes. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Alafu 17. Sitakufa bali nitaishi. Hiyo tu. Sasa ukiwa hai, mtukuse Mungu. Mtukuse kwa nguvu zako zote. Hasa kuna baadhi ya watu walio na vipawa vya kuimba, lakini unasikia akilalamika kwamba unajua mimi sina wakati, sina nafasi, unajua mimi najipigania. Hata ukijipigania, mbona hujasoma Matthew 6 verse 3 ya kwamba kwanza tuutafute nini? Ufalme, na mengine nini itatendeka? Wana toko koroposti anti-clockwise atotagete kurami nyoka tuikira abandi tuirane tuja kuligyubo ruotingora. Kumbuka ya kwamba Yesu atakaporudi mara ya pili, ile kipawa ulipewa utaulizwa umefanyia kazi gani, umewaleta wangapi. Nyomonto kwa yetu eke ukio kotera nande tulikotera aye manyanga igoro bune goika norue faida yake gukwa etwe ekigia korire emeremo kwake koreire. Sasa wageni, nilikuja kugundua ya kwamba ikiwa sisi kama wanakwaya, unajua hata mimi ni mwanakwaya naimba tena. Hivyo basi nikiwa kwa rai, hata nikiwa peke yangu utafikiria ni kijana, ile hali ni mimi. Sasa nilikuja kugundua ya kwamba ikiwa tutaimba kulingana na Biblia, kumbe Amos anasema kwamba ondoeni kelele. Yani ni kelele. Mungu atatuambia kwamba tuondoe nini? 5 verse 23 Amos. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kuzisikia. Sauti za vinanda vyenu. Yo basi tusije tukapiga kelele, bali tumtukuse Mungu. Maana Daudi anasema ya kwamba inafaa tumsifu Mungu kwa njia hata kwa nyimbo ambazo ziko na umuhimu. 47 verse 7 Psalms. Biblia wote abange kerotoko matogio monene. Kerotoko tera matera ali ningenjo. Rero nya bantu mbali babakite bakananje na bana kwaya. Kyongekyo. Sibako garuka ngagusenga ngokaratenga omungi na buye banga tali uniform ya kwaya begete. Wai wote abanga bono nesere tokoretenga ki. Mahete Biblia katabanga sa irenda ekiagera mumanyetiri ituko gosegentoki. Ngabaro kotole nyangi tuaba bune nyangi ere. Toko gendense tuaba bune ensere. Toko gana kuchimoina tuaba bunere. Toko ira ne kanisa tuaba bune kanisa kole tengaki. Mahete tikatobekemo. Wacha tutangaze msimamo. Tusije tukawa kama vinyonga. Enyambwira etansa iga nera abagirini. Bono na ntuntu basa korobo Kristo toko genda muna chinyambu abangi na totenga paka tuiva. Ulikuwa unasoma 47 verse 7 Psalms. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Hiyo tu. Tukiimba tuimbe kwa nini? Hata tukitunga nyimbo, tunga nyimbo ama wimbo kutoka kwa Biblia. Mtu anaposikiliza anasema kwamba nimesikia wameimba Bartimayo stanza ya kwanza, stanza ya pili wameimba alifanya nini, stanza ya tatu wamefanya application. Application hiyo ni kumaanisha nini? Enda kama uko iweke Swahili ngaki mwagara. Yani nasema kuimba kiakili ni kutunga wimbo kutoka kwa Biblia. Mtu anaposikiliza anasema ya kwamba stanza 1 wameimba Bartimayo, stanza ya pili wameimba kile alichokifanya, stanza ya tatu wamefanya application sasa kwa maisha yetu. Hiyo ni kumaanisha wameleta yale maneno ya Bartimayo wameyafananisha katika maisha haya. Yo basi tunapoimba, wacha tuimbe, mtu anaposikiliza aseme ya kwamba ukweli huu wimbo umeimbwa kiakili katika jina la Yesu.
bono rero tubwateti omonto agotonga egento kiaye otonga egento kiaye otari koigwa ase ansirete otari koigwa ase aikire otari koigwa ase akorerete nare saitani omokora ari ase kende getari no ebirangera bikorete ng'aki abirochi bono Nyasaye tokonyaga togotera totere amatera ari n'engencho abebuku yekegusia egoteba igo nara eresire obuya bwa amatera bono gatokomoterera Nyasaye gatogocha bosia agotera into base gocha buna abantu bakogenda edisiko omonto n'omwana kwaya igarengerere ting'ambura ntobwateraneti esukwe igo nkogenda mine ruri moiganje gosansora omotienyi okabere ogenda ochio minwa bono gogekoba ekwaya nchwa sogotera kwanyona ero otang'aine bosio amo negwifu bono nsinyu gaki gatwarenga abagusi togosoma ebuku nakibona amarika agoteba igoro y'omotwe yani nasema mtu akiamua yeye ni mwanakwaya na wameitwa wache kuimba anaposimama anasimama ile hali alienda akasukwa nywele yake sasa hako anasimama ngangari ya kwamba yeye anaonekana maridadi sasa nashangaa mbona tusisome Biblia vizuri na tuielewe yule ambaye ako na Biblia ya Kiswahili ambayo iko na kichwa naomba usome hayo maneno ya juu ambayo yanapatikana kitabu cha First Corinthians wa Korinto wa kwanza 11 Biblia inasema nini alimubwate chibuku cheke gusi lingane lilile se kitabu kya ba Korinto yeli tangani 11 lingana limuamu na kya malika gateba echeke songo mubwate talifazi njera te First Corinthians chapter 11 lingana limuamu na kiri gateba First Corinthians chapter 11 yes head coverings ekinege songo ngobwate Kiswahili oyo gataba mo abegi banu ne gento kya yago soma aba Korinto yeli tanga ni nyana te aba 10 meke bunga kemo lingana limuamu na kiri gateba aba kungu bebo eti asegentoki asemezangerekano wano mokungu bwabo igochie disiko bwabo igochie kerero na ndo ko igunga mezangerekane mejenu ya Nyasaye na ande nekale na ande bwabo itesemu igwa gokonyoranga nutagete kwebo ibuya erinda abantu bagokumie ntagete Biblia kwaro kieso gwenta kogenda igoli tukulia saba toko boku kuanga kwaro rekana buyake yani nasema wakati siku moja utaamuka fikira zije kwamba leo nafaa nichipambe kimataifa naomba nikufahamisha mahali unafaa uende Ezekiel 23 verse 40 to 42 Ezekiel tena mwatuma watu kuwaita watokao mbali bwana ambao ujumbe alitumwa kwao na tazama wakaja sasa wale waliotumiwa ujumbe walipopata ujumbe wakaja nawe ulijiosha kwa ajili sasa, yao walipokuja nawe ukajiosha kwa ajili yao ulitia rangi macho yako ukatia rangi macho yako na kujipamba ukajipamba vyombo vya uzuri 41 ukaketi juu ya kitanda cha enzi ukaketi juu ya kitanda cha enzi na meza imeandikwa tayari mbele yako ambayo juu yake uliweka uvumba wangu na mafuta yangu 42 na sauti za wingi wa watu wenye hali ya raha zilikuwa pamoja naye ikipamba sana wapi nduru umewahi sikia hiyo ngoli okasomeke gusi ngone bukoye gateba kagusi Ezekiel 23 verse 40 to 42 naende ni ogwa atomete amang'ana abantu bekinse kyale bakarangeriwa barabwo bagaja bona singi abantu abagwarangeretie ayogesibia akamaisa ojirangi egwanja igora arafu
ogechabera nebintu ebiya elio gaikaransa igorase egeikaranzero kiobonene na emesa njarenge bosibu ao na oro igorase emesa eye okabeka ubani yane na amagutane amariogia kuoga akaigugwa korwawo bono nabantu barengeo batali na mazikani ngai abantu batali na mazikani bakobera ngai bakobera igo bono gogwetonire buya riba gokoroke kanisa ayarore yerange so agujo osaba daiba marikateba ekiagera abantu betonete ngai bagosoa aneiwa. Tunapokuja kanisani wengi wetu tunapenda kutembea kama binti za Sayuni, tunajipamba kweli kweli. Wengine wanapotuona wanashangaa, kumbe hata leo hii kuna binti za Sayuni walikuwa wanafanya nini? Isaya 3:16 mpaka 24. Mokungu ago iche kanisa paka kwa kuminga ne kanisa icha bano gakiko sene disiko naende agocha saa 5 chinza kia matangazo elinde Nyasaye buna tokonyiri kanisa chitu chibugate chitaeli mwe igukoruge sieli ngaka ke ki ko ku ma me mi mo igongo chakali bali batamanyeti imbako manyange ine mea ye kanisa yacha bakaganonde naende eli gakunetaga perfume agokunera geita baro kago so agwa kakambona asokire kuru nyumba abantu bechiara chikoro iti basi nyuko manyanga ngocha bacha koinyoranga lero deputy police bonga yale goshiriki oete amangana yobo Nyasaye igata geto gweka nyoko nene tata getio bwerori lero nonyerese chikwaya chinyinge omuntu gata geterosie elinde gagosokarie se TV abantu bamukumie emeremo ya Nyasaye tete etio yekore elinde abantu bagukumie igeta getoye kore elindo manana yego banene ekigioka ulikuwa unasoma. Bwana akasema tena kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuendenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani wakienenda kwa hatua za madaha na kuliza njuga kwa miguu yao. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini na Bwana ataifunua aibu yao. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao na pete za masikio na vikuku na taji zao na dusumali na mafurungu na vitambi na vibweta vya marashi na matalasimu na pete. Verse 24 badara hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri. Sasa badala ya manukato mazuri yale mtu anaguza halafu anaingia ndani ya kanisa kutakuwa uvundo. Na badala ya mishipi. Sasa badala ya mishipi kamba. Maana mtu ni mwembamba sasa ni kamba. Na badala ya nywele zilizosukwa vizuri jiminire buya upaa. Egedokera abone lisio. Na badala ya kisabau waraliba kali yanga yomoyega mavazi ya gunia abororo na kutiwa alama mwilini. Waraliba kali yobosio batererete na ng'ombe lirekega. Ujamaliza unajua? Jamaliza hiyo statement. Liba kali yobosio batererete maguta yago chandete bono gokomoka omuntu agokorige lyosi nyugo komanya igoko kore memo ya Nyasaye gokwerure goikotige bike otigera anke na kiga kwara Paulo agotebanga omominyokia kera kominyoka chindagira njira gwetanga ko bano mura bono uranyorera ni obirio bwate chinsa ekwere yarari bisako bibere nge chinsa inta getekori ora marara uno mominyoki ngori ari yarari ngi atari koriera garagagi mominyoki ngori ari yarari ngi atari koriera orocho nyomo minyoki okomanyanga aise korie yarare osalirie gekuba ayagoko ba moteri inki otari komanyeranga oise gokora kindi yegusekanete nense wasalirie oborandia ekiagera ya no muntu ogosoma
omonto bano gochiko igungaki bibilia yatebanga anya tori gotubo motu ogingere otene ni omotu bano okumina gakinga ingo chiomara mbutorero omotu ori gochigoro eratigara nebigoti nande erio no mokungu bwo omonto babinto goko bamoyo naye tige bukwe koreke pise erinde kogochi chaso borandia gote ne inogotera maswali takora tingaki. Unajua ikiwa mtu ameamua kuchana nywele, Biblia ichakataa mtu asiwe na nywele, lakini inatoa mwelekeo ya kwamba ikiwa mtu amechana nywele na alete kitambaa afunike. Hiyo nimewashangaza, lakini mtaenda kwenu. Hayo ni ya kwetu hapa. Niliona tu niyaongee kwa Kiswahili ili uweze kuyasikia, lakini si ya kwenu na msiende nayo tafadhali. Hayo ni ya hapa tu tunaelewana, lakini naomba Biblia iseme 1 Corinthians chapter 11 verse 6. Najua Biblia ikisema hiyo itakuwa vizuri, lakini Biblia isiposema hayo ni mambo ya Kenya. Si namna hiyo? Lakini Biblia ya Tanzania na Biblia ya Kenya si ni sawa sawa? Maana mwanamke asipofunikwa, hasa mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Hiyo tu, ikiwa ni aibu kukatwa. Uzuri Biblia na Mungu, hiyo tu. Wali abanyane ke Swahili mwe kwa magana ngakiate ando maete igwa anande moche munyigwe gente kyao omonto gendo mina omenya goteba ngoma ete ekie buku yangete no gotinda boseigo yanje taro na boko mina nando sibekerebi omaete na yegwe bibiri buya no soma kuruo mochaka ne yemo paka Revelation 22 ande taliora arore buku egoteba bakungu bagocha mosangerekano bamine. 1 Peter chapter 3 verse 3 and 5. Yaani nasema hawa wakisikia kufunga kichwa atasema ya kwamba wacha niende nisuke alafu nifunge kichwa. Lakini hata ukisoma kutoka mwanzo mpaka Revelation hakuna mahali utapata ya kwamba watu walikuwa wanaruhusiwa kusuka nywele. Hakuna hata kujipamba kwenu. Ndio maana nikasema 1 Peter chapter 3 verse 3 and 5. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Kusiwe kujipamba kwa nje. Yaani kusuka nywele. Ngoja soma moleke gusina bera abaneke gusida iko igwana. Ngorio bwateke gusigwa ikiro. Tigatebe. Ogwecha bera kwaino. Tikobo gwaisiko. Asoko mina chitukia. Igo yate biro mino tubomo tu. Omaete yani bintu mbiri tukunyakorera abandi tukunyakoreta goche kanisa tukunyakorera maze naye genda bune bugwego teba amangana yuka igo maana Biblia ni ya kutuelekeza, kutuonya, kutufundisha. Bora tuatigire kie bugwego teba yotogo kora kelitorengerereti. Maneno kama haya si rahisi mhubiri kuyahubiri, maana wamama watamchukia. Lakini mhubiri kama mimi ambaye ni kipofu haangalii aone wale anahubiria wanasema nini, lazima ayahubiri. Hiyo basi Mungu atusaidie tujue ya kwamba kusuka nywele ni mambo ya wanawake. Na wanadai kwamba unajua niliona ya kwamba mume wangu huwa anavutiwa na mwanamke ambaye amesuka, hasa nikaona wacha na mimi nisuke ili aweze kuniangalia. Umbwa mbaya ni mbaya, hata ukifanya chochote kile itaacha nyama ya steki iende kutafuta ya mifupa. Wana tigato igwane gongaki igwa ogwecha beroko akusoma verse 5 kuchipamba. Maana hivi ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao ngoko na kukwalengo ogwecha bera kwa bakungu abachenu baliriri. Ora rae kwale bolingo gwecha bero gwecha bera igokore bono kwa abakungu babono bo maene igoro bago chigo sendo goro nayo komanya aina ya ogonya kuyoboli
nakia ko Isaya ko tebunga akeli ogitokira batebi abantu gozali kwabo rendo yoko igwaigwe no yotaiko iguta karangaki ile mechando yaye. Hiyo basi Mungu atusaidie tujue ya kwamba tukiwa tunahubiri kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya kuzungumza, kwa njia ya kusoma Biblia, tuwe watu wanaenda sawa sawa na Biblia. Nilikuja kuundua ya kwamba ikiwa kuna jambo mtu anapenda, hawezi kusoma hilo fungo sababu akilisoma litamstaki. Sasa inabidi apitapite tu asije akasoma. Ndio maana last week tukasoma ya kwamba kama mwanamke avae nguo ya kujistiri, na jana tukisoma kama mwanaume asije akawa na nywele kubwa, maana nywele kubwa hata kulingana mila na desturi zile za zamani ni vibaya mwanaume kuwa na nywele kubwa. Lakini wanaume wa siku hizi wananyoa tu pembeni, alafu anaacha ingine anasema ya kwamba si unaona nimenyoa. Sasa wacha wale wa mataifa wanyoe hivyo, lakini wanaume wa kanisa wanyoe kulingana na nini? Na Biblia. Omaete amekona mekemeke nere yoko rasi chinyangi akonyoro moise kabegete eneti igetensa eneti karete tukia kamina kabisa akarente binta gatonero ororo rindi arore kanenga nere tarinse nere yaya tariero yare gosieka bono zinyunga gaki rindi ekikira kinki yare kogenda ne Biblia kiagera nege chenukere omorandi ogojikobori na kibaba rende kwaba iganga kikwaba basi tana kinaba iga si ndio mtindo wa kisasa basi tojo tanga ya kare tinyi wike basi toyo mobega ki bona yana aracha njendo jena ngongo ngara ono mwese kako soki ukuru nyumba anga buno montoro kiwe getondo sai okogende nyangi ngi kiagero ukani igwa madoa oraye goko ba moyo tige bukwe korae igubona Daudi agoteba 40 verse 7 Psalms inasema ngoja kabla hajasema kuna wakati msichana anafanya harusi anachipamba mpaka unashangaa na hii ni harusi takatifu kweli. Anasuka nywele, analeta madoadoa, anaweka neti, anawekelea hapa chini ingine hapa akopule. Sasa unashangaa na hii si angepitia kutoka kwao aelekee kwake. Ona ikaletwa hapa kwa madhabahu. Sasa pastor akimuuliza sasa mbona ukajipamba hivi, anaanza kununa. Sasa pastor analalamikia nini hii? Sasa iko makosa gani? Sasa pastor anashindwa, inabidi aunganishe ile hali. Anaumia ya kwamba sasa hii kulingana na Biblia inamaanisha nini? Basi Biblia iseme sasa. Ndipo nilisema. Tazama nimekuja. Tazama sasa nimekuja. 8. Kuyafanya mapenzi yako. Sasa kuyafanya mapenzi yako. Mungu wangu. Mungu wangu. Ndiyo furaha yangu. Hiyo tu. Naam. Sheria yako imo moyoni mwangu. Ikiwa sheria ya Mungu haitakuwa moyoni mwako utashangaa. Maana sheria ndio itakuongoza. Bila sheria utafanya vile unataka. Kwa mtu alafu anaanza kulalamika kwamba huyu hana heshima, huyu hana heshima. Huyu anakuwa na heshima namna gani na wewe ndio umemuattract? Nilipokuwa nilisoma science ikisema kwamba like churches repel and like churches do what? Na hiyo ndio unataka, na ndio maana unapenda kusona siriti. Gona kwa ni point yende ya hiki rekako sembo sayo. Basi tuwe watu wa kunyenyekea wakati tunafanya kazi ya Mungu, na ndipo tutapata mibaraka. Lakini tusiponyenyekea tukiifanya kama yetu hatutapata mibaraka. Na mjue ya kwamba mibaraka katika kazi ya Mungu ni mara 100. Yaani vile mmeketi hivi mkirudi huko Tanzania mibaraka ni mara 100. Haleluya. Naomba Biblia ithibitishe 19 verse 29 Matthew. Inasema na kila mtu
aliyeacha nyumba. Sasa kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au papa au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Haleluya. Kwa basi kazi ya Mungu si kazi bure, sio kazi ya hasara, bali ni kazi ya faida. Tukiifanya kwa ukamilifu, tukiifanya kwa imani, Mungu atatulipa kulingana na mapenzi yake. Haleluya. Get the point. Take a step forward.